Na ukiangalia atheist kitu ya kwanza ni hakunanga atheist danda. Wewe umeshaenda ghetto ukapatana na atheist? Ushasikiaga the 6-9 concept? Yeah, so kuna ule mse ako hii side anaona ni 6 na ule mse ako ile side anaona ni 9, but originally ilikuwa nini? Question si unaionea side gani? Question ni originally ule aliiweka hapo hivyo. Aliweka ikiwa 6 ama ikiwa 9? Aliweka ikiwa 6 ama ikiwa 9. Hold on tight to the word. Yeah. And that is by Samokat. Yeah. I always promise you the best, and the best is what I do always. We are here with Pastor Samokat and a lot of things to discuss. Pastor Samokat, welcome. Thank you. Yes. Glory to God. Yes. Yeah. Hold on tight to the word. Kwanza hebu tupatie history. Hold on tight ilifanywa 2012. Ilikuwa ready? Ilikuwa Mama Africa Rhythm. Imefanywa na Rizai. The legendary Rizai. Ilisikia mastori zingine hapo chini ya maji. Ya mama Wabas. Dada kina Nazizi walikuwa wamekaa hapo nini wakawaosha wote. Kwa hiyo ready. Hiyo story gani? Ndio angalie nani aliosha. Bana uliosha hiyo ready mbaya. Yenyewe kulikuwa na wasee, kulikuwa na Mbogi and Archangel Records waliitana wakatuambia ni aje kuja tufanye hii kazi. So tukakaa chini na Rizai tukapanga. Tukaiekelea. Na hiyo unajua ni zile music hizo sema timeless. Yeah, that's a timeless. Hold on tight to the words. Timeless. It's a timeless song because from 2012 na kulianga mpaka saa hii. Everywhere I go, hiyo ndio song inaitishagwa. Kama mimi mwenyewe mimi imekuwa ika national anthem na sikiza bana jo. Yeah. Sasa Pasi, hebu unaweza tuambia tu ilifikaje mpaka sasa wewe ukasema sasa muziki tulia kiasi. Mimi sasa nataka kuingia kwa neno. Buda muziki hatujatulia. Hatujatulia muziki. Bado tunaendelea. But kutoka mchapechagua moja na Pastor T. Sijaona nyingine tena. Okay, tumefanya muziki mob sana. Tunafanyanga rhythm. Ukiangalia chagua moja. Ingia YouTube Samokat. Muziki zangu zote ziko huko. And the thing is what I'm doing right now ni concept inaitwa PSSP, preaching singer singing preach. I use my music to preach and because now nimepata ile essence ya kujua word ya God vizuri. So theology and everything. So because kuna clarity, I use my music as a tool to spread the message of the gospel of the kingdom of God. So hold on tight is hiyo ndio ilikuwa preliminary. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kama peseta ya kile God alikuwa anataka nifanye. Because my vision in life is that concept nakwambia PSSP. To be a preaching singer and singing. In other words, I preach the gospel, the message of the gospel of God. Yes. And you know, this gospel is good news. It's good news. It is a good news. Yeah, that Jesus came to save us, and Jesus came to redeem and to save the lost. And those who desire, or those who would want to come to this kingdom and to know it and believe in Christ. Hao ndio sasa wako God ana reach out kwa the message. So that's what I do. Yeah. Unajua nilishtuka sana, unakumbuka ile day yenye nilikuitanga tukachapa ile radio. I State Radio. Unakumbuka hizo days? Nakumbuka. Yeah, sasa kitu mimi nilishtua. Uliingia kwa studio and within 2 hours we have a complete song. Yes, ndio hivyo sasa. What? Hivyo ndio. Unajua hizo rhythm zingine wote, unajua watu walikuwa record for weeks. Unajua ukiwa writer na bana. Okay, I believe music is about one preparation. Lazima uprepare poa. But ile beat hata ulikuwa umesikia kweli? Ulisikia tu hapo kwa studio. Nilisikia hapo kwa studio. But experience ya writing very kuteach. Inakwambia hii unaweza pereka hivi na hii unaweza pereka hivi.
So by the grace bana, of God. Baka kuna place fulani hapo verse 2 hapo. Lake fire bana. Yeah. As in ukaeka vitu zingine hapo zenye hata hao artist wengine bado walikuwa na struggle. Manze, ni grace. Ni grace. Bana zingine ni vipaji bana. Mungu pia anakuinspire anakuambia imba hivi. Hii weka hapa, hii weka hivi. There are songs that take hata 3 days ama 4 days kuandika. Sometimes you have to meditate a lot because your concept. Because any track that inakam, kuna ile concept ina quicken. Kuna tune but kuna concept. Sasa Mungu akisha kudrop ya concept. Si hivyo? Hiyo kazi kuisha hiyo. Drop, ikidrop na 5 minutes. Unaiekelea. Blessings sana. Hilo linishtua sana bana. Ile nilibaki hapo na maswali yani nikashindwa kama nimekuwa nikiwork na the wrong people. Tuko bado. Bana. Tuko bado. Yeah. So pasi. Yeah. Kama swali kadhaa nimekuwa nazo. Na si mimi tu. Hapa hivi kwa hii riba sasa. Nilikuwa nikipost hapa hivi. Kuna vitu kadhaa watu wameraise. Na bana nikasema tu hapa wacha nitafuta tu the man of the clergy pasi mwenyewe aweze kuweka vitu sawa. Bana aje. Kitu ya kwanza nilipost hapa hivi Harrison Mumi. The president of the AVA Society of Kenya. Tukachapa naye riba lakini tunajua sasa yeye bana akasema saa Godi atambui kasa Godi na hiyo bana tuambie sababu Godi anaingiza pia tu ama viewers wetu zenye umra yako anasema jaba kwa sababu ya hii na hii. Of course nilisikiza hiyo clip na one of the things that natend kuagree na yeye hiyo word existence. Controversial. Bana wapi ni atheist nini? Nikikuuliza the word exist, to exist, what does it mean? The act or the act of being. The act of coming to be. Yeah. Meaning anything that exists has been created. Yes. Anything that exists. Existence means something that has been created. So the question is, who created God? Nani alicreate God? So umepeleka sasa level nyingine. Bible inasema in the beginning God. Yes. Unaona, in the beginning. In the beginning. Yes. This beginning is a beginning that is revealed concerning existence. It's the beginning of existence, not the beginning of God. Unaiona? The beginning of existence. The beginning of existence, everything that existed was created by. So the creation has to be superseded by the creator. So the question is, who created the creator? So they have to, ukiangalia atheist, kitu ya kwanza ni hakunanga atheist danda. Bado ule boy kwanza ni bright. Unajua alikuwa ngapa CBK? Hujawahi patana na ulicheki biography yake na atheist danda. Jamaa anachapa IT mbaya. Hakuna atheist hajasoma. Number 2. Wewe umeshaenda ghetto ukapatana na atheist. Haya, tumalize hiyo. Tuingie hapa tuseme hivi. Atheist already anakuaga ashajipanga kukataa kile wewe already una propose. Okay. Because an atheist is a person who, because atheism is about perception and it's about someone who has refused to concede even beyond the evidence that there is, even beyond obvious evidence. Asha kwara, huwezi mconvince. Wacha nikuulize kitu moja. Wewe nikakuuliza, nikakwambia kitu fulani iko hivi, na wewe umekwara. Kuna venye mimi naweza kakuleta. Kama ushaamua kukwara, mimi naweza kakuleta. So inamaanisha aje? Inamaanisha mse already ashakwara kukubali, haizi kubali. Unanipata? So asha make mind. Asha make mind. Na it's all about perception. So ushasikiaga the 6-9 concept.
So kuna ule mse yako hii side anaona ni 6 na ule mse yako ile side anaona ni 9 but originally ilikuwa nini? Question si unaionea side gani? Question ni originally ule aliiweka hapo hivyo. Aliweka ikiwa 6 ama ikiwa 9? Aliweka ikiwa 6 ama ikiwa 9. So question si whether ni 6 ama ni 9. Question ni originally ilikuwa nini? Alafu question 2 ni sasa wewe unaionea na side gani? Juu ile side unaionea ndio itadetermine kama uko side ya original ama side ya side ingine. Unacheki? So when we talk about atheism, there is that word theo. Unacheki? There is theism, there is polytheism, there is monotheism, polytheism, pantheism, and of course pantheism ni kutry kuweka gods zote kwa nini moja, kwa bracket moja. Unacheki? And then kuna atheism. Atheism sasa inasema sasa watu atheism ni kusema hii hakuna kitu kama hiyo. Ni kama synonym na antonym. Unaona? So synonym inasema hii kitu iko hivi. Inakuletea vitu zingine zile zinaleta similarity na hiyo jina, si ndio? Lakini like for example tukisema phone, synonym ya phone ni mobile, si ndio? Communication, things like that. But sasa tukisema antonym ni kitu ile sound the same but they are opposite. It's something opposite. Unaona? So atheism is the opposite thought of what already is. Una get? So it's trying to prove that hakuna kwa ile kitu iko. Ni kama nikwambie si una breathe hewa. Alafu nikuja nikwambia hau breathe hewa. Acha ku breathe juu alafu msela kuja kuambia ni aje hii kitu I make sense. Because it's atheism is about perception, it's about logic, it's about critical thinking. Sini kweli? It's about interrogating with evidence, trying to find the evidence. And trying to that's why atheists are studious. They are very learned. They are people that interrogate things in depth. Na ni wase awachezi when it comes evidence to kwa karatasi. Ni karatasi, ni information. Lazima ukuwe na facts. But the ultimacy between atheism and theism or belief, the ultimacy is faith. The ultimacy is you have to believe in something. So an atheist will establish facts on which he will find truth to believe in. He's just looking for an anchor. Something to anchor. It's something you must anchor on, which is presented upon study and has evidence to prove the sense that you're presenting. And therefore science becomes a very key tool to an atheist. But when it comes to faith, we do not discredit science. Actually, science supports. It supports what we believe. Why? Because science discovers what is already there. Everything that exists was discovered at some point. What is discovery? Discovery is finding what is already there. Discovery is finding what is already there. Archaeology is finding what was, but has traces of evidence that it was there. Unacheki? So when it comes to kusema ati God hayuko, tutauliza lawyer design inasemaje? Everything that is designed has a design. It demands a designer. Hii room for example, the order in this room ile imesetiwa. Kuna mtu aliiseti. Haikukuja tu ikahapia. Unacheki? Aya, tuseme story ya Big Bang. Okay, skatai basi. Kuja hapo kwa Big Bang basi Buddha. Ililipuka. Ni nini ilifanya ilipuke? Hiyo kitu ililipuka ilitoka wapi?
Waanza kutrace sasa. Kuna kitu kuna law ya cause and effect. So kuna cause. Action and reaction. There's action and reaction. So ukiangalia hizi vitu zote inakuambia tu hii si kitu ya kuagi. Ni msetu amekwara. No, ukisha kwara hakuna mtu no one can change your perspective except yourself. So inakuwa ni kama condition, ni medical condition ama nini? Mtu unakuwa bright mpaka una siwezi sema ni medical condition because mse anakwara Mungu hayuko, anasema Mungu hayuko, ni mtu ako normal. Ni mtu ana akili zake na ni mtu anafikiria. Na atakuletea facts na atakuandikia vitu na akushow findings. Unacheki? So it's not an issue of that God hayuko. Hiyo si that God yuko ama hayuko, hiyo si argument. Hiyo si argument. Kwa sababu tutachiuma jargon, tuzunguke kwa verbosity na addiction, tuende kwa facts, tuende kwa archaeology, tuende wapi, tuende findings. Na tutarudi tu hapo. Hapo kwa hiyo confusion. Unacheki? So mimi nasemaje? Mimi nasema siwezi argue about God hayuko. Yule mse anakwara God hayuko, alikwara kitambo. Unaona? Na amekataa kuconvincika. Unacheki? Kichwa ngumu ni nani? So yeye ashaamua kabisa. Kichwa ngumu ni mse ameshaamua hivi ndio kuko. Either my way or the highway. So na pia mimi basi nibaki kichwa ngumu. Wewe pia ushike kwa hiyo yako. Mimi pia nishike kwa yangu, God yuko. Na utaniambia pereka huko. Hivyo ndio kuko. Sasa there is another argument about the colonial God. And Africa we also had our own gods. Yeah, so what makes it for us now to follow through with the colonial God? Of course kuna hiyo storia that mzungu alikuja na Bible, akakuja akatuuzia Mungu, alafu akatuforce kufollow huyo Mungu. Akatutoa kwa miungu zetu za Afrika. Na anasema that sasa Christianity imetumiwa kama a tool for colonization. And control. Hiyo siwezi kataa. Wameitumia. Siwezi kataa wameitumia, lakini ukweli ni Christianity ili exist Africa before iende in other parts of the world. Christianity existed first in Africa. Okay, as in, what do you mean? In the book of And Acts, it wasn't brought by the colony? It was not. Sisi ndio tuliwaperekea. In the book of Acts, kuna actually Matthew went to Ethiopia. Matthew went to strengthen the church in Ethiopia. From where? From Matthew, the book of Matthew, the writer of the book of Matthew. Alitoka wapi ndio akuja hapo? Yeye ni apostle, alikuwa disciple. Na alienda Ethiopia. So alitoka Jerusalem. Alitoka Jerusalem akaenda Ethiopia. Akina Thomas walienda Asia, akina Paul walienda Rome, akina nani walienda huko kwingine. But unakumbuka sasa akina Paul walisumbuliwa sana. Juu wali have ku fight na hizi gods zingine, akina the Greek goddesses, akina Diana, hizo magods na goddesses za Rome. But sasa Africa kuna boy fulani anaitwa the Ethiopian eunuch of Candace. The Ethiopian eunuch of Candace alikuwa anapiga pilgrimage every year, time ya Pentecost. Wanaenda Israel, Jerusalem, kwenda kucommemorate Passover. Kucommemorate Pentecost, sorry. Pentecost ni 50 days after Passover. And Passover is the first feast that the Jews celebrate, commemorating their departure from Egypt, their deliverance from the 400 years slavery of Egypt. Actually, it was 430 years slavery from Egypt. So, I would say, all over the world, people all over the world, proselytes. Proselyte is a convert, is a Gentile convert to Judaism, to the ways of Moses and the ways of the law and the ways of the Israelite faith. Unanipata? So kulikuwa na huyu Ethiopian eunuch of Candace. Candace alikuwaga the current empress wa Ethiopia at that time. Sawa. So alikuwaga eunuch wake, alikuwa one of the
naweza sema ni kama ma-PA. Unacheki, a eunuch is a person that works in the palace next to very close proximity to either the king or the queen or the empress. Na hao ndio walikuwa walikuwa wanakastratiwa ndio wasikuwe na watu wina na either queen ama empress. Unapata if in case kukuwe na mambo ingine itafanyika huko katikati, ifanyeni mambo yenyu lakini watoto wafanya. That's why they were made eunuchs. So anaitagwaje huyu this Ethiopian eunuch of Candace was a proselyte. Alikuwa ameconvert to the faith, to the Hebrew or the Jewish faith. Yes. So alikuwa anatoka na Jerusalem akirudi Ethiopia. God spoke to Philip in the book of Acts. Spoke to Philip akamwambia, enda, kuna msee nataka uende uconvert. Sure. And that's we see the aspect of God aliteleport Philip. Akaenda akamtoa mbele ya kando ya chariot ya umse. Na umse alikuwa anasoma the book of Isaiah chapter 53. Ile he was bruised he was pierced for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement that brought us peace was upon him, and by his stripes we were healed. So alikuwa anauliza, umse ni nani? Umse ni Mesaya ama ni mse tu hivi? Juu sasa Philip alimuuliza, understandest thou what thou readest? Unashikanisha ile kitu nasoma Buddha. Akamwambia, sasa kitu sishikanishi ni huu ni Mesaya ama huu ni nani? Juu already ujue Pentecost ilikuwa 50 days na Jesus alikuwa shauliwa Passover, time ya Passover. Na alikuwa sha resurrect. Unacheki? So na hiyo time ndio wase walikuwa ndio wameshafiliwa na Holy Spirit na ndio wase wameanza kupreach. Unanipata? So Philip alikuwa akaingia kwa chariot ya umse akamwambia umse, sasa umse ni Christ. Akaanza kumexplainia about the sufferings of Christ, the suffering Messiah, how he will come, how he will die for the sins of all the world, and how he will be crucified, die, and resurrect the third day. So, and that person, because he was reading from Isaiah and he was a proselyte and he didn't understand who the Messiah was, Philip having explained to him, alimpreachia gospel. So ndio good news mtiangu. Alimpreachia na akaamini. Vile mzee aliamini, ndio akafanya nini? Akabaptiziwa. So vile alibaptiziwa, alienda Ethiopia kama ameokoka. Na cheki, in the olden times, in the first in the first church, the Christians hawakuwa wanaitwa Christians, walikuwa wanaitwa people of the way. People of the way. Why? Because Jesus taught that he was the way to God. He was the way to the Father. Okay. Unaget? So, he went to Ethiopia. Na akaenda Ethiopia kama ameokoka. And that's how the church in Ethiopia thrived. And you know Ethiopia was not colonized. It wasn't. It was not colonized. Yeah. So they preserved all the materials. Actually, sahi kuna the Ethiopian Bible that it has more books, more books than the normal Bible that we have of 66 books. Of course, ina include the Apocrypha and some pseudepigrapha. Unajua kuna the scripture, the canonized scriptures. They are canonized because of the Nicene Creed. There were elders of the time that wali meet na wakadiscuss which books are consistent with the message of God, number 1. 2, the word of God, the kingdom of God, and the Messiah, who is supposed to be the king over the kingdom of God, who is the Son of God. So that's why wali come up with those 66 books. So they chosen to reduce it to 66. They reduced them to 66 books because those 66 books are not exaggerated. The others were. That's why they are called Apocrypha. Apocrypha ni stories zile, yani kuna majaba mingi hapo. Ni kama zinakaribia story ya jaba. Ni kama tusiseme story ya jaba, tunaweza sema ni chumvi imeongezewa tu, yani na mapilipili. Ni kama movie. Unaonaga ukiona movie ya Jet Li zile mzee ameruka ndio amepiga mahewa zingine ngapi kaa 7 kabla kupige buti.
Hiyo sasa unaona ile ni ja ama movie ya Kihindi. Unaona vile movie za Kihindi zo kuaga mti yangu. Ati mtu amekanyaga chini jo gari inalipuka bana. Ati gari inapiga sama na ni mseme star amekanyaga chini. Jamaa anashika hivi bullet. Alafu anakurudishia. Sasa hizo ndio apocrypha sasa. Hizo sasa ndio apocrypha. Si ati hazikuwa zinaongea juu ya God na juu ya history ya Israel, but hazikuwa zina point to the Messiah as such. Zilikuwa zinataka uone vile hawa si walikuwa wanoma hizo masiku. Unacheki, but ukizisoma fiti zinakupoint bado kwa Christ. Alafu kuna sasa pseudepigrapha. Pseudepigrapha ni zile sasa zile ziliandikwa in the name of someone. Kama for example tuseme Justo ndio anaandika wewe unataka kuandika juu ya kitu fulani. Yes. Then mimi nakuja naandika kitu ingine na nasema wewe ndio uliandika review. Unacheki, ni kama review. Alafu nakuja nasema ni wewe uliandika. Naandika in your name. But sasa ukweli sio wewe uliandika. Unacheki, so inaitwa that's why inaitwa pseudepigrapha, or the story is not really about you but someone spoke about you and said that you are the one that wrote that story. So that's why those books were not included in the canon. So zile books zili includiwa kwa canon ni the inaitwa Torah, which is the first 5 books. Then kuna Tehillim, Torah from the word Torah from the Taurat, from the law, the first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Then kuna ile inaitwa the Tehillim, the kings, the writing of the kings. So that's about 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Kings, 2 Kings. And then sasa kuna na kuna Ruth hapo, kuna anaitangwaje huyu, kuna Judges hapo pia. And then kuna the poetic writings, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. And then kuna sasa the Naviim, or the prophets. Yes. So kuna law, but the major is the law and the prophets. Then kuna the new covenant. The old covenant has the Torah, Tehillim, Naviim, and Ketuvim. Sawa? Torah, the first 5 books. Tehillim, the writing of the kings, or the history of Israel. Samuel. Akina Samuel, akina Ruth, akina Esther, akina Chronicles. Then kuna Naviim, the prophets. Then kuna the poetic writings, Ketuvim. Unapata? So, then kuna the New Testament, or the New Covenant, which has the first 4 Gospels, which is not really 4 but 5, because kuna Matthew, Mark, Luke and John, and then kuna Revelation. Hizo zote zinaongea juu ya Christ. Kuna the Gospel, the divine Christ, the Son, that Christ is the Son of God. He is God the Son, and he is the godly Son. Yes. He is God the Son, he is the Son of God, and he is the godly Son, the one that obeyed God as man, the godly Son. All right? He is the Son of God in that he proceeds from God. John chapter 1 from verse 14. And the Word became flesh. In the John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God from the beginning. In him was, and all things were made through him, and without him nothing has been made. Was made that has been made. In him was life. That life was the light of men. So he proceeds from the Father. He proceeds because God presents himself as a father. Unapata? And that's why in 1 John chapter 5 verse 7 talks about the Father, the Word, and the Spirit. Yes. The Father, the Word, and the Holy Spirit, or the Spirit. They are the ones that bear record in heaven. That's where the concept of the Trinity comes from. Unanipata? And then he is also, now because he proceeds from the Father, he is a
he represents the Father as a son on the earth. Unanipata? And that's why he clothes himself with humanity. That's what we call hypostasis.